Karibu. Mnajadili nini? Mmekaa tu. Au si? Maana ni watu ambao mmekaa kama kuna kitu ambacho tunakijadili. Mbona kama una wasiwasi? Ama mbona mimi niko sawa? Natungi mbona jambo lolote. Kaka. Nini? Sitaki unibeze. Naomba kaka umpe talaka aondoke. Ushasema mwenye akifika tu nampata talaka aondoke. Sasa unambembeleza nini ulichombembeleza wewe hapa? Huyu anabembeleza tena anabembeleza nini? Sasa nimpe talaka kanifanya nini? Kanikosea nini mke wangu mpaka mimi nimpe talaka? Wewe na kutugombanisha wewe. Makubwa. Wewe uyaone. Kabduli. So umesema mwenye kwa mdomo wako kwamba akifika tu unampata talaka aondoke kwao. Sifai mimi mtoto mdogo. Msinifai mimi mtoto mdogo ujue. Ndakuja niwatarudi hapa familia nzima ujue. Waacha kunigombanisha mimi na mke wangu. Mimi sijazungumza kwamba huyu mimi nampa talaka. Yaani mke wangu nimemwoa majuzi tu leo nimpe talaka. Kwa kosa gani? Habari kama hizo mimi sizitaki yani. Mume wako mwenyewe amesema anakupa talaka hakutaki. Amekuchoka na vitendo vyako mundani. Usinibeze niache mimi nimesema saa ngapi hivyo? Mimi sijasema hivyo. Alafu nisikize mke wangu. Huyu dada yangu huyu asikii vizuri. Nimemwambia masuala ya rafiki yangu. Una rafiki yangu ana mke wake anamsumbua, anataka kumpa talaka. Ananiambia mimi. Leo imekuwa hayo. Nakaje vibunge sasa kama hivyo kama unataka unipataka unakaje vibunge na mimi? Mimi mke wangu sijasema hivyo. Mimi siwezi kufanya mambo kama hayo. Kaburi nini umeacha kwa dhaifu mwanamke ambaye haeleweki? Mimi nimesema sana bora kwa mchungaji. Sio aondoke zake bwana. Unamngangania nini huyu mwanamke huyu? Si mwanamume mwenzio huyu kaka yangu. Sasa umeona uchanganishi wake? Mimi mwenyewe sijasema mambo ya talaka. Yeye ndio sema mpe talaka mpe. Kama ni mume wao mpe sasa talaka. Mimi dada yangu inamjua na roho mbaya. Usinivuruge. Shatoka huko nishakula vitu vyangu. Steam zimenijaa kichwani kwa hiyo msitaki kuzirusha hizo steam zangu. Nisikize mke wangu. Mimi nakupenda. Na dada yangu huyu mchonganishi. Umeona yani sisi sote wausi. Peke yake mwope kwa lomba yake huyu. Mimi nimpe talaka mke wangu wakati mimi nampenda. Oho. Oya. Kakomelani fungue hizo kamba. Nani alokuhusu fungue hizo kamba? Tunaingia ndani. Unaenda shobo ndo sio? Shobo. Oya. Wajifanyia mnazo ndo kuchanganya hicho kichwa. Tunaingia ndani lakini. Mfunga viatu vizuri humo. Tuingie ndani kufanyaje? Basi. Funga haraka hapo. Yaani ndio jamaliza unataka na hili. Onda kuvagaa sasa hivi. Nitakurukia. Hivi. Changamsha mikono hiyo. Unashobokea vitu ambavyo hata vikuhusu. Wewe endelea na nani? Wewe endelea na nani? Usifanye mnazo. Ndakuchanganya hicho kichwa. Sasa ngoja nikwambie kakaangu. Kama leo hii tu amefika umeshinda kumpata kaka ambazo umestamka kwa mdomo wako. Unamchekea unamuogopa unamwadafia. Sasa sikia nikwambie, atakutepa kama vidole vya machoni ndio kinachofuata. Sio kuosha vyombo tu. Utafua mpaka nguo za ndani ndio nishakwambia kakaangu ndio utaendelea hivyo. Haya mapenzi yetu wewe na kuhusu nini wewe? Mapenzi nyamaza. Unaongea nini? Wewe mimi unanionaje? Wife. Unanionaje? Mke wangu. Mke wako nani? Ndakucharula sasa hivi Isura kwanza unaionaje? Basi mke wangu. Unanichukuliaje mimi? Nisamee. Ningekuwa mke wako Mungu kwa niangalia vibunge? Nisikize basi mke wangu watu wananiona kanipigie ndani mke wangu. Oya sijali chochote watu waone wasione. Oya watu waangalie safi na salama. Oya mwenyewe narundo kule. Basi mke wangu. Oya. Twende ndani. Nitakuumiza. Nipigie ndani basi mke wangu. Unakia watu wanachanganya mimi. Oho jichanganye. Wewe kwanza. Pita. Shanga nini? Nini swala lako? Kula kwa baba yako. Shoma. Sasa. Umeamkaje? Salama. Mwanangu, unajua unachokifanya? Mama najua. Kweli watu watoke huko waje hapa. Wakute wewe unaosha vyombo. Sasa mama, kuosha vyombo si kazi kama kazi nyingine mama. Mwanangu, wewe naye kujua
Kipindi kile ukiwa mdogo, nikikwambia habari ya vyombo unakimbia. Unaviacha hapa unaenda kucheza. Leo wewe Mama, watu wanakua. Mimi nimebadilika sasa hivi mwanao. Ninaosha vyombo. Mbona kazi za kawaida tu hizi mama, kila mtu anafanya sasa hivi. Mbona uko kama shuleni kwa slow tu? Muda wote mtoto wa kiume kaza mkono huo. Sawa na kaza wife. Yaani muda wote umekaa hapa hivyo vyombo viwili tu vinakufanya ukae tu hapa. Afuja kuna mikazi mingine uko ndani na kusubiria. Ni nguo au ni? hivi mwanangu. Kwani hivi unaoza nini unaofanya hivi? Wewe mkubwa vipi? Mbona sikuelewi yani? Kwa hiyo na maana hivi vyombo ndo kumsaidia mwanao kae wewe oshewe pale au nini? Mtu atoke huko akute mumeo wa ndoa anaosha vyombo. Wewe utajisikia mkubwa? Haya ni makubaliano kati ya mume na mke. Wewe haya kuhusu. Wale mtu bora kako kinakuuma nini? Au mimi nimekuforce kuosha vyombo? Hujaniforce mke wangu, si maisha kusaidiana mama. haya kama ni makubaliano. Makubaliano haya. Kama kuna kitu chochote umwambie bibi mkubwa wako, tutazinguana. Sasa mimi nimemwambia nini? Mbona anakaa naongeongea vitu tu ambavyo havielewi? Mimi sijamwambia kitu chochote. Kama kuna chochote umwambie, nitakuzingua. Unajua nitakuzingua. Na nadhani unanifahamu vizuri tu. Nitakufanya kitu hicho. Oho, wewe endelea na mambo yako. Lete basi hivyo vingine kama vipo. Ile suluhu imekuwa tatizo, ile suluhu imeanzisha songo mbingo, ile suluhu ndo imekuwa chanzo, ile suluhu imeanzisha mizozo. Lengo la wazazi wake walitaka wamuozeshe ili apate heshima yake. Asante Mungu. Kila siku Asalamu alaykum. Kama salamu uliona vizuri, basi hata sisi ungetuwezesha mtu mcha Mungu. Lakini sio kile kizaizai msituleta kwenye familia yetu. Hivi wewe si shehe? Sijui imamu wa msikiti. Wanawake wote wamekosekana huko. Ukaamua kutuletea kile kizaizai kwenye familia yetu. Hajulikani kama ni mwanamke au ni mwanaume. Hajulikani kama kakaangu Abduli ndio mwayeni mwanamke au ndio ni mwanaume. Dada yangu, kwanza hebu sema astaghfirullah. Kabla haujafa bado maumbile yako hayajawa katika utayama. Inamaanisha haujatimia. Na kabla ya kuona tatizo la mtu mwingine, hebu jitazame wewe nafsini mwako. Uko sahihi? Hayo unayoyasema huenda yakawa sawa. Lakini hebu jaribu kutafakari. Usije ukayamaliza maneno. Wewe si shehe, si imamu wa msikiti, hizo ngonjera zako na mashairi yako kahubirie huko. Sio kwetu sisi. Kama ulikuwa una hofu ya Mungu, kama ulikuwa unamwogopa Mwenyezi Mungu, usingetuletea kile kizazi kwenye familia yetu. Wewe si una hofu ya Mungu? Wewe si imamu wa msikiti? Yule ni mwanamke. Mwanamke anavaa mavazi ya kiume. Mwanamke aoshi vyombo. Afui. Apiki. Akae nyumbani kumwangalia mwanaume wake. Yeye ndo kaoa au yeye ndo kaolewa? Nijibu shehe, wewe si shehe. Wewe si ndio imamu wa msikiti umeambia umeiozesha ile ndoa? Hapo kakangu atakuwa kaolewa au kakangu ndo kaoa? Umeshinda kumletea mwanamke sahihi ukatuletea kile kizazi kwenye familia yetu. Basi muogope Mungu wewe hapo wakati unaposema wenzako muogope Mwenyezi Mungu. Sasa sikia nikwambie. Shehe imamu wa msikiti. Yule kizazi chetu sipokuja kukichukua kwenye nyumbani kwetu. Talaka 3 zinamfuata huko. Si unanielewa? Sasa niangalia hivyo hivyo. Wewe si shehe, tajifanya shehe, imamu wa msikiti, si imamu wa kanisa, ndio nishakwambia. Ole wako msimkachukua kile kizazi chetu kule nyumbani kwetu. Tutakileta tena talaka 3 zitahusika. Muangalie kwanza. Imamu wa msikiti wewe mwenyewe kwa anakushinda. Kama una mwanamke muoe wewe. Umeshinda nini kumwoa mke wa 3, mke wa 2, mke wa ngapi ungemuoa wewe? Wewe una mke mmoja. Basi ungemuoa mke wa 2 au mke wa 3. Umeshinda nini kumwoa wewe? Lengo la wazazi wake
walitaka wamuozeshe ili apate heshima yake, kila siku ugomvi na wakwe zake. Oh, ndoa butu yo. Ni swala kukuta hapa au kukutana na yeye hapa. Ni swala moja tu. Kakaangu anakuhitaji. Na sio kakaangu tu, familia yetu inakupenda. Na inakuhitaji uwe na kakaangu. Yule binti si atumhitaji kwenye familia yetu. Yule binti alomwoa kakaangu ni kichefu. Yule binti yani hujai dadangu sikufiche mdogo wangu. Yule binti imefikia wakati anamfanyisha kazi kakaangu. Hivi yule binti unaweza kumuelewa kweli? Au unaweza kumfurahia kweli? Mambo ambayo anataka afanye kama mtoto wa kike kwenye nyumba anafanya kakaangu. Yeye ameenda kufanya nini kwenye familia yetu? Au ameingia kufanya nini kwa kakaangu? Dada, hivi kwa unazungumza kweli kakako ananipenda mimi? Sio kakaangu tu. Hata sisi wenyewe familia tunakupenda. Mpaka mimi wifi yako nakupenda na ndio maana niko hapa naongea na wewe. Nia yangu mimi uwe na kakaangu. Binti mzuri, una muonekano mzuri. Hata ukiingia kwenye familia yetu kidogo, mashallah. Na sisi tuna wifi ambaye kidogo anaendana na sisi mawifi zake. Sasa unakuwa na wifi ambaye haeleweki kushoto wala kulia, babani wala mamani. Huyo wifi wa nini unakuwa naye? Mimi wifi ndio kuchagua ndio wewe tu. Sikuwahi kumpenda yule mdada na ninahisi kabisa 100% yule binti amemloga kakaangu. Sio bure. Yaani yule dada kamloga kakaangu. Sasa kama yeye kamloga, kaefanya ndumba kacheza nini kafanya nini? Mimi nahakikisha zile ndumba zake zote zitaondoka. Ataondoka tu, atamwacha kakaangu. Na unanihakikishia kwamba atanioa kweli? Mimi nikisema kitu kwa kakaangu akatai na apindui. Hata kama akiwa mwanamke kamwekea ndumba, kamwekea madawa manini, mimi nitapambana mpaka wewe uingie ndani ya nyumba. Sijui unanielewa? Wewe ndio mwanamke jani. Kwanza mwanamke una shepu, una muonekano. Anaenda kuchukua mtu kama yule kapuko aeleweki mbele la nyuma. Hajulikani babani wala mamani. Sisi wa nini yule? Kama ndoa itavunjika. Mimi si nipo. Mimi si ndio ifi mtu. Ndoa itavunjika. Kisoko kwenye yule tatu mhitaji hata kumsikia wala kumuona. Mdogo wangu, familia inakuhitaji. Na kakaangu anakuhitaji. Cha kufanya mimi hivyo ninavyovifanya. Na wewe nifuatishe mule. Usikae tu kama gogo, jishughulishe. Sawa dada, mimi nimekuelewa. Lakini sio kama ninajipeleka usiku anakutanisha na ndugu yako kumbe anihitaji, yani wewe labda tu unataka tu unisogeza alafu kumbe anihitaji. Nia ya kakaangu sio kukuchezea wewe. Nia ya kakaangu ni kukuoa wewe. Na kama kukuoa wewe, mimi nitapambania hili swala mpaka uolewe. Na ninakwambia mimi nakuhakikishia midawa yule mdada itaisha tu. Kama yeye mchawi, kaloga ubabani sijui mamani. Sisi tutajua tunaenda kulogea wapi. Dada, sisi tunakuhitaji. Tena tunakuhitaji kwa bashasha swa na kwa hali ya juu swa, uje kuwa mke halali wa kakaangu. Ili kakaangu naye aondokee na zile zahama. Anahitaji kupata faraja, lakini hata faraja haipati ya moyo. Hata amani kakaangu hapati kwa yule mwanamke. Basi dada sawa, mimi nimekusikiliza na nimekuelewa. Na hata usijali juu yangu kuhusu hilo. Yaani ondoa shaka, nijua kwamba umefanikisha kwamba mimi niko tayari kwa kila kitu. Mambo si hayo sasa wifi yangu. Mimi nilijua tu bwana ile swala nikilifikisha kwa yule binti mzuri kama wewe, mrembo kama wewe, una muonekano mzuri. Wifi umechangamka. Wifi kidogo mtoto mashallah unaongea kuna aibu fulani hivi. Lakini wifi anakuongelea yuko mkavu mama. Hajulikani kama mwanaume au mwanamke. Wifi huyo wa nini? Mimi simtakisha kupitisha. Cha kufanya sasa, ninachokuambia mimi na wewe sasa vile vitu nilivyokufundisha uvifanye. Hata usijali. Ili twende sawa. Usijali kabisa dadangu, yani kuwa na amani kwangu mimi, kuwa na amani. Sawa mdogo wangu, hamna shida. Basi tutaonana tena siku nyingine. Acha mimi niwahi nyumbani. Dada nakushukuru basi. Haya mdogo wangu bye. Wifi yangu huyo sio mdogo wangu tena. Oya njoo ujione vituko mtaani. Njoo uvione vituko mtaani. Njoo ujione vituko mtaani. Sasa ule mpango niliokuambia leo umetimia. Yule binti mama yuko tayari. Na ni mzuri aswa ninavyokuambia. Sasa wewe unachotakiwa cha kufanya uzungumze na Abduli. Tena uzungumze na mwanao kuhusu yule binti. Mama, afanye juu chini hicho kizazi chake akiache, yule binti aingie ndani ya mjengo. Mama binti ukimwona mwenyewe utakubali. Mzuri. Kwa kweli jinsi nilivyochoka na huyu mwanamke, bora tu yule binti aje. Yaani nimechoka na hiki kituko mundani. Bora mama naye umejionea mwenyewe na unazidi kujionea mwenyewe. Mwenzangu huyu mwanamke mundani aondoke tu. Huyo mwanamke alompata mama ni mzuri. Ana stara zake afadhali.
Oh, ndoa butu yo. Ah, ndoa butu yo.